I want to appreciate our spiritual father, Reverend Daniel Kamau Bogwa. May you be blessed, sana. And this Pastor Joyce, God bless you for this chance ya kusimama mbele za watu na kusema yale ambayo Bwana ametayarisha ndani yangu. Bwana Yesu apewe sifa. So siku ya leo nataka kusema neno ambalo kichwa chake ni Yesu katika dhoruba. Sijui kama ni Yesu kwenye dhoruba ama ni Yesu katika dhoruba. Ile kandu. Yesu kwenye dhoruba, Yesu katika dhoruba, naambiwa na mwalimu wa kanisa wa shule hii ya kwamba inasema sawa. Praise God. Na kwa Kiingereza kwa lugha ya wenyewe ni Jesus in the storm. Praise God. Ni hasa na kusema kwamba hakuna mtu anaweza kudanganya akwambia kwamba hajawahi kutia kwenye dhoruba. There is no person who has never gone through storms. Hallelujah. And if there is any, praise God, then that person is useless. Sorry to say. Hallelujah. Because katika dhoruba ndipo Mungu hutengeneza mwanadamu. Hallelujah. Na anamfikisha katika hatima yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo kama hutakupitia kwenye dhoruba, if you are not going to go through the storms, then you have to ask a question. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. So today we are going to learn about being in the storm with Jesus. Bwana apewe sifa. Amen. Kuwa katika dhoruba na Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Na Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani aliwatayarisha wanafunzi wake vilivyo. Praise God. Ya kwamba kuna siku itafika awaache, na awaache watakuwa wanapitia magumu. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio sababu wakati mwingine ulikuwa unaona ya kwamba anaweka hapo maji kwa beseni. Bwana apewe sifa. Ndio awatayarishe kwa yale mambo ambayo watapatana nayo pale mbele. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Maana alikuwa anajua hawa watu watakapoingia kwenye dhoruba ama kwenye storms, wengine wanaweza acha huduma. Praise God. Bwana Yesu apewe sifa. So aliwatayarisha. Na Yesu Kristo hata alipokuwa anawaombea, alikuwa anaombea hata wale ambao watazaliwa na hawa watu kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the name of Jesus. Tuinulie mikono hivi, tupigie Bwana makofi. Hallelujah. Na ndio sababu katika kitabu cha Acts 14. Acts 14:21. Hiyo sio nilikuwa nianza nayo, lakini nimerudia tu. Hebu tuone hiyo maandiko kidogo. Acts 14:21 na tafadhali niwekee kwenye NIV. NIV please. Yeah. The Bible says in Acts 14:21 that they preached the gospel in that city and won a large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium and Antioch. Hili ni kanisa ambalo Yesu Kristo aliacha. Bwana asifiwe sana. 2022. Biblia inasema hivi, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. Na anawaambia hata hapo chini, hebu nisomeni. Hallelujah. So katika safari hii hawakuwa wanawabeberesha ati ya kwamba wewe nikikuombea uokoke utaanza kukula mkate imepakwa siagi hapo hapo. Bwana Yesu apewe sifa.
Haleluya! Walikuwa wanawaambia ukweli ya kwamba ukiokoka ni kuwekelea mikono, haitakuwa safari halisi, utapitia kwenye hardships. Praise the name of God. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo this journey of heaven, na Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo, John ni wapi, pengine Pastor Johnson anatuambia, inasema kwamba uzamaki wa Ngai ni wako kiginya. So it is not easy. You will face many hardships. Praise God. You will enter into the storms. Praise God. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Kwa hivyo ni vyema ujue kwamba unapopitia kwenye storms, haijakuja kukuanguza. Amen. Haijakuja kukuondoa kwenye uwepo wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Hebu tuone maandiko yaliyo kwenye kitabu cha, tuanze na hiyo, katika kitabu cha Mark 4:35 and 40. Tuone vile Bwana atakavyotusaidia mahali pale. Yes, Mark 4:35 NIV Bible. That day when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. But he decided to go with the boat that was disciples, ama wanafunzi wake walikuwa on boat. Praise God. Hapa kuna kitu Yesu alikuwa anataka kufunza. So Biblia inasema hivi hapo mstari wa 37. A furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. That it just was Jesus was in the stand, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Praise God. That 40, that 9. He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. 40. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have faith?" Do you still have faith? Praise God. Haya, Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kwamba wanafunzi wakawa on board kwa merikebu moja na Yesu. Upepo nao ndio huo ukaja unataka kuangusha merikebu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hapa kuna kitu nataka tujifundishe, ya kwamba katika storms ambazo unapitia siku ya leo, Yesu ako hapo. Praise God. Jesus is in the storms that you are going through. Bwana Yesu apewe sifa. Na Biblia inasema kwamba alikuwa amelalia cushion. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na wanamwambia, na hawa watu wanajua huyu mtu ni nani, wanalala naye, wako na yeye hapo. Yeah? Na bado wamejua na uoga. Praise God. Sisi nasi tukipatwa na storms, tunaikiwa na uoga, tunakosa kumwita Bwana. Haleluya. Na yeye ndiye hutuliza mawimbi. Yeye ndiye hutuliza dhoruba. Haleluya. Kwa sababu bila yeye sisi hatuwezi. Bwana Yesu asifiwe sifa. Praise God. So ni vyema kuwa na kuamini ya kwamba even if I am in the storms, Jesus has not left me. Praise the name of God. Mtu mmoja aliniambia kwamba when you are in the storms, in the middle of the storms, another person is entering. Hallelujah.
While the other person is entering into the storms, you are in the middle, there is another one who is anamalizia. So ukiingia kwenye dhoruba ama mawimbi ama storms, katikati kuna mwingine naye yako pale, na kuna mwingine pale ndio anamalizia. Hallelujah. So we must go through storms for God afanye ile kazi nataka kufanya ndani yetu. Praise the name of God. Praise Jesus. Hallelujah. So nataka kusema mambo matano, reasons tano ambazo tunaweza kutufanya tuwe katika storm and Jesus is still there. Praise God. Reasons tano, Bwana Yesu apewe sifa, ambazo tunaweza kuwa nazo katika mawimbi ama dhoruba na bado Yesu yuko pale. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo la kwanza, dhoruba huja to test our faith. Storms come to test our faith. Mark 4:40, tuone hapo. Mark 4:40, Biblia inasema hivi, he said to the disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? Hamuna imani hata kidogo. Bwana Yesu apewe sifa. So hata Yesu kuwa pale amelalia caution, alikuwa pengine anajua dhoruba itakuja, ndio imani hawa watu ijaribiwe. Hallelujah. Ni ombi langu asubuhi ya leo. Hallelujah. That we have faith. We have faith even in the midst of the storm. Kuna maandiko inasema hivi kwenye kitabu I think First Thessalonians 5 mstari wa 18 hapo, sikumbuki vizuri kama ni 17 ama ni 18. Biblia inasema ya kwamba give thanks in all circumstances, even when you are in the storms. Glorify God. Tell God, mimi najua Bwana, unajua unapitia haya, lakini naweka imani yangu kwako, nami nitaiweka imani yangu kwako Bwana. Haleluya. Imani yako umeiweka wapi wewe? Ama ni wakati dhoruba zimekuja, imani yako ikiwa tested, wewe niku grabu. Haleluya. Wewe niku complain ya kwamba Bwana, kwa nini unapitia haya? Praise God. Hallelujah. We are not supposed to grumble. We are not supposed to complain when we are in the storms. We are supposed to praise God and to have faith. Praise the name of Jesus. Have faith when you are in the storms. Number 2, God wants to bring glory to himself. Mungu unapokuwa kwenye dhoruba, kwenye storms, Mungu huwa anataka kujiletea utukufu. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tusome kwenye kitabu cha John 9:14 na tutabarikiwa mahali pale. Yes. Yohana 9 mstari wa kwanza, mstari wa kwanza hadi wa 4. Biblia inasema ya kwamba as he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Yes. Neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the works of God might be displayed in him. Mstari wa 4, as long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one
Can one praise the name of Jesus? Tupigie Bwana makofi pata hapo na tushangilie Bwana, maana unapopitia madhoruba mashida, Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anataka kuja kujitukuza na wewe. Haleluya! Na ndio sababu ni nzuri unapoona mtu anapitia shida, unapoona mtu anapitia hali ngumu, usimnene. Amen. Maana katikati ya mambo anayopitia kuna Mungu atakayejidhihirisha kwake ya kwamba Yesu ni Bwana na atamtukuza Bwana. Huyu mtu alinenwa, alikuwa ni bright from birth. Na ukisoma utasikia kwamba alisubiriwa sana na hao watu. Ni lazima utuonyeshe ni nani amefanya haya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wao walikuwa wana expect ya kwamba huyo mtu ataishi hapo kuomba ama kuomba mapeni. Bwana apewe sifa. Lakini kuna mtu ambaye anakuona anasema ya kwamba wewe ndio dalili yake akaumira katika hii hali alivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu wakati wake ukifika, haleluya, atakutoa katika hiyo hali hiyo nayo. Haleluya, nalo jina la Bwana lipewe situkuzwe. Maana watu watasema, kama huyu ni nyingi ambaye nilimjua hakuwa na mbele wala nyuma, kama ni Mungu amemfanyia hivi, si jina la Bwana linasifiwa. Ni Mungu ametupatia utukufu. Praise the name of God. Haleluya. So unapopitia shida, usimteteshe Mungu. Mungu anataka kujitukuza na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. I'm very happy today because of our level here. Alipokuwa anatuhubiria hapa, alikuwa anatuambia kwamba yale mambo ambayo ameyapitia. Na kwa hivyo huyu our level is a good example. Praise God. Haleluya. Kuna wakati alikuwa anatuambia kwamba anaendesha gari bovu. Haleluya. Anaona mguu ndio huyo umepita. Anasema haya magari mengine na miguu yao inatoka, kumbe ni yake. Haleluya. Kuna wakati mwingine alituambia kwamba anabeba chakula na ni miguu ya kuku. Haleluya. Na kuna wakati hiyo miguu si alikuwa na nani, miguu ni mifumo ya miguu ya kuku ikaanguka. Haleluya. So Mungu hajaacha kujitukuza na yeye. Sasa hivi kumwangalia kuna magari gapi? Si ni mfano mzuri wa nyumba ya mchungaji ya vile Bwana alifanya kazi. Haleluya. Tupigie makofi mazuri. Our Reverend here is a good example and we should learn from him. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio sababu pale Waisraeli walikuwa wamepewa nyoka ya gishako. Nyoka ya? Ni nyoka ya gishako ya Kiswahili inaitwa namna gani? Nyoka ya saba hiyo. So walipokuwa wanauma na nyoka. Bwana Yesu apewe sifa. Wakiuma na nyoka walikuwa wanatazama ile nyoka pale, wanapona. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. So basida ya kupata hasa na jioni asubuhi ya leo, tunapoangalia maisha ya mtumishi wa Mungu hapa, tutapona. Kwa hiyo hawaangalia hiyo nyoka hiyo, tunapotazama tunapona. Bwana asifiwe sana. Na mimi niko na bahati sana tubilienda mpaka pale hiyo nyoka imeegezwa mahali pale Jordan. Iko hapo mpaka siku ya leo. Nyoka ya shaba. Praise God. Na nilipoitazama hivi niliambia Mungu, wakati wako ukifika, hata nami niondolee mashida nilipotazama hii nyoka ya shaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na jambo la tatu ni wakati you are in distress. When you are in distress, you are enlarged. Enlarged. Yes. When you are in distress, you are enlarged. Unapanuliwa. Bwana Yesu apewe sifa.
Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tuone maandiko kwenye kitabu cha Zaburi 4 mstari wa kwanza. I think I'm not taking much of the time. Nitajifunza kuwa very brief. So in this verse, Psalms 4:1, Biblia inasema hivi, answer me when I call to you, my righteous God, give me relief from my distress. Have mercy on me and hear my prayer. Hallelujah. So when you are in distress, God comes through to enlarge your heart. Hallelujah. Inakuwa na accommodation. Anafanya roho yako ku accommodate things. Hallelujah. Hallelujah. Mambo ambayo ulikuwa unabeba. Pengine ulikuwa umebeba kitu fulani. Hallelujah. Pengine wewe ni kiongozi mahali fulani na watu hawa wanakusumbua. Hallelujah. Unakuwa na ile roho ambayo you accommodate. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. So hautakuwa na distress. Bwana Yesu apewe sifa. Tumeambiwa hivi, turudi hapo tena kidogo. Psalms 4:1. Ya kwamba huyu ni Daudi, psalmist, David. Anamwambia Mungu, answer me when I call to you, my righteous God. Ni jibu ama niitike ninapokuita, ewe Mungu wangu mtakatifu. Give me relief from my distress. Have mercy on me and hear my prayer. Pray to God today. Amen. To give you relief when you are in distress. Praise the name of God. Na najua kwamba baada ya mahubiri haya, amen, utamfahamu Mungu vyema, ya kwamba utakapokuwa kwenye majaribu hautateta. Na si Biblia inasema kwenye kitabu cha 1 Corinthians 10 na mstari wa 13 ya kwamba majaribu unayoyapitia si mageni. Hebu tusome hapo. I think 1 Corinthians 10:13. Sijui kama ni first ama ni second. First Corinthians 13, sorry. Biblia inasema ya kwamba no temptation has overtaken you except what is common to mankind. So you don't have to worry when you are in the storms. Because Biblia inatuambia kwamba the temptations ile ambayo imekushika siku ya leo ni ya kawaida kwa mwanadamu. Ndio. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Even when you are in the storms. Mungu hawezi kubali ufinyiliwe na the storms. Bwana Yesu apewe sifa. Si Mungu ndiye aliyekuwa na Ananias na Shadraka na Abednego pale kwenye simo, akawa mtu wa nne kwenye storms. Mungu yuko hapo. Hallelujah. In the storms, God is there. Because he was with Meshach, Shadraka and Abednego. Si alikuwa hapo. Na kwa nini tunaona ya kwamba tunapopitia stress ama tuko na in the storms tunakosa kujua ya kwamba God is there with us. Praise God. Hallelujah. Psalms 34:19. Biblia inasema namna gani? Nikiharakisha kidogo. Psalm 34:19. Psalm 34:19. Biblia inasema kwamba the righteous person may have many troubles. So Mungu huwa anajua ya kwamba huyu mtu hata kama nimemuita ni lazima atapata na magumu. Hallelujah. Praise the name of God. Lakini Biblia inasema kwamba but the Lord delivers him from them all.
Unapoingia kwenye storm pale, mtu mwingine ako katikati, anapitishiwa pande ile nyingine. God anakudeliver kutoka kwa ile storm ilikuwa imekupata. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the name of God. So tell God to enlarge your heart. Tell God to remove you from distress. Praise the name of God. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo tuende kwenye namba ngapi? Number 4. Yeah, number 4. Number 4 ni ile ambayo nimeimba saa hii. Ya kwamba our God is a covenant keeping God. You are the covenant keeping God. Yahweh, the covenant keeping God. You are the covenant keeping God. Yahweh, the covenant keeping. You are Yahweh. Our God is a covenant keeping God. Praise the name of God. Tuwekee maandiko kwenye kitabu cha Genesis 28 verse 20 and 22. Yes, sometimes in the storms, God brings you into a place called covenant. Covenant. Yes. Sometimes, praise God, in the storms, God brings you into a place called covenant. Tupigie Bwana makofi. Munakuwa na agano na Mungu wakati tunapopitia dhoruba. Praise the name of God. Biblia inasema hivi, then Jacob made a vow saying, if God will be with me and I will watch over me on this journey I am taking and will give me food to eat and clothes to wear. 21, sorry, please. So that I return safely to my father's household, then the Lord will be my God. Hallelujah. And this stone that I have set up as a pillar will be God's house. And of all that you give me, I will give you a tenth. Praise the name of God. So Jacob, hallelujah, akawa na covenant na Mungu. Akamwambia Bwana, ukinipitishia hali hii, ukinifikisha kule ambako unanipeleka, nami nitatoa a tenth of my everything. So it is good to have a covenant with God. Bwana Yesu apewe sifa. Tusome kitabu cha 1 Samuel 1:11 and 12. Those two verses. Na Mungu atatubariki sana. 1 Samuel 1:11 and 12. Biblia inasema hivi, and she made a vow, saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Verse 12, as she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Bwana asifiwe sana. Huyu ni mtumishi wa Mungu Hana. When she was being ridiculed by her co-wife Penina, praise God,
Alikuwa anadhihakiwa na Penina ya kwamba wewe ni tasa, sijui wewe sijui nini, why are you like this, kwa nini huna mtoto? So huyu naye akawa na ile hali ya kwenda mbele za Bwana. Bwana asifiwe sana. Akamwambia Bwana, ukinipatia mtoto kijana nitamrudisha katika nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Hana akawa na covenant, akaweka vow to God ya kwamba if you do this then I will do this. Praise God. Na si alizaa Samueli, na Samueli si alikuwa mtu wa baraka sana, na si Samueli ndiye alimwagilia Daudi mafuta. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kupitia kwenye shida ama storms ama dhoruba, Bwana Yesu asifiwe sana, inafanya hata nayo ibarikiwe na baraka ambayo, haleluya, ni baraka kubwa. So hawa wawili ambao tumelala nao hapa asubuhi ya leo waliweka covenant, wakaweka agano na Mungu ya kwamba God, ukinipitishia majaribu haya, ukinipitishia hii, nami nitafanya hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe unayopitia magumu asubuhi ya leo, si uweke covenant na Mungu leo. Haleluya. Si ujifundishe kuweka covenant. Ambia Bwana, ukinifanyia hivi, nami nitafanya yale. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu ni Mungu ambaye si kama mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Na ya mwisho, sababu naona masaa yameenda sana, ya mwisho ni vile unavyompenda Mungu. The love that you have for God. Amen. Ile upendo ambao uko nao kwa Mungu. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Ayubu, Job 1 mstari wa 9 na 11. Yes, Job verse 1, chapter 1 verse 9 and 11. Twende hapo haraka karani. Ya mstari wa 9, Biblia inasema hivi. Does Job fear God for nothing? Does Job fear God for nothing? Satan replied. Mstari wa 10. Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands, so that his flocks and herds are spread throughout the land. Now stretch your hand and strike him. Now stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely cast you to your face. Bwana asifiwe sana. Nataka tuende mstari wa tuende Job 2, 9 and 10. Hiyo tu Job mstari wa 10. Biblia inasema kwamba his wife said to him, are you still maintaining your integrity? Curse God and die. Mstari wa 10, he replied, you are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble? In all this, Job did not sin in what he said. Job loved God. And so, with all that he was going through, he did not find anything to curse God. And still, his love for God increased. Bwana Yesu apewe. Bwana Yesu apewe. So the love that you have for God, Bwana Yesu asifiwe sana, haitaweza kukutingiza ukipatwa na majaribu, ukipatwa na dhoruba, ukiingia kwenye storms. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the name of God. Ni nani hapa ambaye ako katika storms? Hallelujah. Si Mungu akutoe kwenye hiyo hali siku ya leo. Lakini tumeambiwa mambo matano. Haya mambo matano ni lazima uyafuate. Bwana Yesu apewe sifa. Ni lazima tukue na faith. Lazima tuwe na lazima roho zetu zikuwe tested. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima Mungu ajiletee utukufu. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima roho zetu siwe enlarged.
Haleluya! Lazima tukue na covenant na Mungu, na ni lazima tumpende Mungu. Si jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya! Na si nimehubiria roho ya mtu mmoja hapa ambaye pengine uko kwenye songs, na si Mungu kuanzia siku ya leo atakusaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Si hata nami naposimama hapa niko in the storms, lakini mtu hawezi jua. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ninajipatia nguvu, niko na imani ya kwamba Bwana siku moja atajidhihirisha kwangu na watu watalisifu jina lake. Bwana Yesu apewe sifa. Tupigie Bwana makofi mazuri. Tupigie Bwana makofi mazuri. Makofi mazuri. Tushangilie Bwana, sababu ni Mungu mwema na anakuja kututoa kwenye dhoruba. Mungu alibariki neno lake. Pigieni Bwana makofi.